Mtazamaji, ushawahi kujiuliza kwa nini kila unapotangaza jambo zuri unalotaka kufanya linaishia kufeli? Kumbuka ule mpango wa biashara ulioambia marafiki zako, kisha ghafla kila kitu kikakwama. Kumbuka ile fursa uliyosubiri kwa hamu na ukaisambaza kwa ndugu zako, kisha dakika ya mwisho ikapotea mazingira ya kutatanisha. Wewe unadhani ni bahati mbaya, unadhani ni upepo tu. Lakini hapa Kizani tunakuambia ukweli mchungu ambao utabadilisha maisha yako leo. Ulimi wako ndio msaliti wako namba moja. Kila neno unalotoa kuhusu mipango yako ni ramani unayowapa maadui zako ya jinsi ya kukuzuia. Kila mara unapoonekana sana, unajitengenezea shabaha mgongoni mwako. Binadamu ni viumbe wa ajabu. Watu wanapenda kukuona unafanikiwa, lakini hawataki ufanikiwe kuwapita wao. Unapofungua kinywa chako na kusema natafuta kiwanja au nimepata dili fulani, unachochea kitu kinachoitwa social sabotage. Hata wale wanaokupenda bila wao kujua wanaanza kuingiwa na mawazo ya woga au wivu. Ushauri wao unageuka kuwa vikwazo. Maneno yao ya tahadhari yanageuka kuwa sumu ya kukukatisha tamaa. Macho yao ndio mwisho wako. Wanakuona unavyopigana, wanajua unakuelekea, na mfumo unawatumia wao kuhakikisha hubadili hadhi yako. Kufanikiwa ukiwa unaonekana ni sawa na kukimbia ukiwa umebeba taa usiku wa giza. Kila mwindaji atakuona na kila kikwazo kitakuwa wazi mbele yako. Leo tunakwenda kuvunja laana ya kuonekana. Tunakwenda kukufundisha jinsi ya kuwa kivuli, jinsi ya kujenga ufalme wako kwa siri, kuvuna matunda ukiwa gizani na kutokea mbele ya watu ukiwa tayari umeshashinda. Nitakufundisha sheria 5 za kwanza za kijasusi ambazo zitakufanya uwe invisible kwa maadui zako, huku ukiwa na kasi ya ajabu kuelekea kwenye mafanikio yako. Hizi ni sheria zitakazoziba kila tundu ambalo mafanikio yako yalikuwa yanavujia. Lakini onyo, dunia ni uwanja wa vita wa kisaikolojia. Sheria hizi 5 ni mwanzo tu. Ili uwe mtawala kamili wa mazingira yako na uweze kulinda ushindi wako dhidi ya kila aina ya husda, nimefanya jambo moja kubwa zaidi. Nimeziandika sheria nyingine 5 nzito na za kikatili zaidi ambazo nimezifungia ndani ya mwongozo wa siri unaoitwa Kivuli. Kama unataka kuwa kamili na kutokugusika, utahitaji ramani nzima ya sheria zote 10. Nitakueleza jinsi ya kupata mwongozo huo mwishoni wa video hii. Hivyo baki nami. Kwa sasa, tulia, nyamaza na ukae tayari ni kukaribishe kwenye sheria hizi za siri. Hapa ndugu, ni Kizani. Kosa kubwa ambalo watu wengi hufanya wanapotaka kuanza safari ya mafanikio ni kutafuta validations, yaani kutafuta ruhusa au pongezi kutoka kwa watu wengine. Unadhani kuwa ukisema unajenga, watu watakupa moyo. Lakini hapa Kizani tunajua siri ya biolojia. Tangazo lako ni anguko lako. Kisaikolojia, unapotangaza mpango wako kwa watu, ubongo wako unazalisha kemikali ya dopamine. Unahisi raha kana kwamba tayari umeshashinda. Hii inaitwa ushindi wa bandia. Matokeo yake ni nini? Unapoteza ile njaa ya kweli ya kupambana kwa sababu akili yako inadhani kazi imekwisha. Lakini hatari kubwa zaidi ni ya nje. Katika ulimwengu wa kikatili, habari ni silaha. Unaposema unatafuta fursa fulani, unakuwa umeanzisha ushindani ambao hukuwa na ulazima wa kuwa nao. Unakuwa umeziamsha nafsi za wale wanaokuzunguka kuanza kupiga hesabu za kukuangusha kabla hata hujaanza. Mtawala anajua kivuli hakina shabaha. Ukijenga kimya kimya, hakuna anejua wapi aelekeze mashambulizi. Ukifanikiwa ukiwa gizani, unakuwa umewashinda maadui zako bila hata wao kujua kuwa kulikuwa na vita. Sheria ya kwanza ya kivuli ni hii: usiwaonyeshe uwanja wako wa mapambano mpaka kuta za ufalme wako ziwe tayari zimesimama imara kiasi cha kutoweza kubomolewa. Baada ya hiyo sheria ya kwanza, tuingie sheria ya pili au sheria ya jambo. Wakati nazungumza haya, najua unawaza kitu hichi: mimi ninaishi na watu. Nikikaa kimya kabisa, wataanza kunitilia shaka au kunifuatilia kwa ukaribu zaidi. Na upo sahihi. Ukimya uliopitiliza unavutia macho ya maadui. Hapa ndipo tunapotumia sheria ya jambo. Mjenzi wa siri hawi bubu, bali anakuwa mjanja. Badala ya kukaa kimya kabisa, wape watu hadithi ya uongo ya kuwafurahisha. Wape kitu kidogo cha kawaida na kisicho na tija ili waendelee kukitazama hicho, huku wewe ukiendelea na mpango wako mkubwa gizani. Kama unajenga ghorofa,
Waambie marafiki zako unajishughulisha na vibarua vya hapa na pale ili kupata tu chakula. Kama unatafuta mkataba wa mamilioni, waambie ndugu zako kuwa maisha yamebana na bado unapambana na changamoto. Unapojifanya mnyonge, unaiua husda yao, unafanya walale usingizi. Wanakuwa hawakuangalii kwa jicho la kukuogopa, bali wanakuangalia kwa jicho la kukuonea huruma. Wakati wao wanajadili umaskini wako wa kuigiza mezani, wewe unakuwa bize kupiga hatua kuelekea kwenye utajiri wa kweli. Jambo ni sanaa ya kuwarudisha adui zako nje ya njia. Mfanye adui ajione ana akili kuliko wewe, mwerevu kuliko wewe, na mwenye bahati kuliko wewe. Hiyo ndiyo kinga yako ya kwanza. Macho yao yatafuata chambo, lakini mwisho wao utafika pale utakapozindua ufalme wako ukiwa tayari huna mpinzani. Tukiingia sheria ya tatu, sheria ya akiba ya habari. Katika ulimwengu wa sasa, taarifa ni sarafu, lakini kosa ambalo watu wengi hulifanya na kuigawa sarafu hiyo bure kwa kila anayeuliza. Unaona ni sifa kuelezea hustle yako, kuelezea changamoto zako na kuelezea mafanikio yako madogo ya leo. Lakini hapa Kizani tunakuambia kile ambacho watu hawakijui hawawezi kukiharibu. Unapotoa taarifa zako kwa watu, unakuwa unawapa dira ya kupimia. Ukisema unatafuta mradi wa milioni 10, tayari wameshaweka kikomo cha heshima yao kwako kwenye hiyo milioni 10. Ukisema unashindwa kulipa kodi, tayari wamekuweka kwenye sanduku la mtu wa kuhurumiwa. Mtawala wa siri anaitumia sheria ya akiba ya habari. Anawafanya watu wawe na njaa ya kumjua. Hatoi majibu ya moja kwa moja, hajitetei. Unapokuwa na akiba ya maneno, watu wanalazimika kutumia nguvu nyingi kukuwaza, na kadiri wanavyokufikiria ndivyo unavyozidi kuwa na mamlaka juu yao bila wewe kufanya lolote. Kumbuka, kila neno unalolinyamazia ni nguvu unayohifadhi kwa ajili ya ushindi wako wa baadaye. Sheria ya 4 au sheria ya kupotea. Hebu tujiulize, kwa nini dhahabu ni ghali na mchanga ni rahisi? Jibu ni rahisi sana. Dhahabu ni adimu, mchanga unapatikana kila mahali. Binadamu kibiolojia hawathamini kitu kinachopatikana kirahisi. Kama wewe upo kwenye kila sherehe, upo kwenye kila kijiwe na unapokea kila simu ndani ya sekunde 2, wewe ni mchanga. Unaonekana huna thamani kwa sababu muda wako ni mali ya kila mtu. Lazima uwe na ujasiri wa kupotea kwenye macho ya watu. Unapopotea, unakuwa unajiongezea bei yako kijamii. Watu wanaanza kujiuliza, yuko wapi? Anafanya nini? Siri hiyo inatengeneza heshima. Lakini faida kubwa zaidi ya kupotea sio heshima tu, ni uzalishaji. Huwezi kujenga ufalme ukiwa bize kufurahisha kila mtu. Kupotea kunakupa muda wa deep work, kunakupa nafasi ya kufanya kazi ngumu ambayo wengine wanaikimbia. Mjenzi wa siri anapotea ili akue, na anapotokea tena, anatokea na matokeo yanayopiga kelele. Acha kuwa mtu wa watu, kuwa mtu ambaye kupatikana kwake ni zawadi na kukosekana kwake ni fumbo. Unapopunguza uwepo wako, unaongeza uzito wa matendo yako. Na sasa tumalizie sheria ya 5, sheria ya usaliti wa sifa. Moja ya mitego mikuu ya mfumo uliopo ni kukuaminisha kuwa utajiri na hadhi ni kitu kimoja. Uliambiwa kuwa ukipata pesa lazima uonyeshe, lazima uvae nguo za thamani, uendeshe gari linaloweka mazogo na kuonekana na kila mtu, na uishi maisha yanayowakataa. Lakini hapa Kizani tunajua siri ya kikatili. Hadhi ni mnyororo uliopakwa rangi ya dhahabu. Watu wengi hufeli safari ya mafanikio kwa sababu wanatumia faida yao ya kwanza kununua muonekano. Wanataka dunia ijue kuwa wamefika, lakini kitendo hicho ni kualika jeshi la wanyonyaji, maadui na wivu mlangoni mwako. Unapoonyesha mafanikio yako, unakuwa unawapa watu sababu ya kukuchukia na kukuhujumu. Mtawala wa siri anadharau na sifa za nje. Anachagua kuishi maisha yanayoonekana ya kawaida au hata ya chini, huku ndani akiwa anajenga ngome ya rasilimali ambayo hakuna mtu anayeweza kuigusa. Huu ndio unaitwa utajiri wa kivulini. Na kama unajiuliza kwa nini uishi kama mtu wa kawaida wakati una uwezo, jibu ni kwamba kwa sababu kutokuonekana ni ulinzi. Unapoonekana unaishi maisha ya kawaida, watu wanapunguza umakini wao kwako. Ndugu hawatakuomba pesa ambazo huzihitaji kuzitoa.
Matapeli hawatakuona kama shabaha, na muhimu zaidi, maadui zako hawatapata hamu ya kukuangusha kwa sababu hawakuoni kama tishio. Mjenzi wa siri anajua ni bora uwe na bilioni 1 benki huku watu wakidhani una 500,000 kuliko uwe na 500,000 huku watu wakidhani una bilioni 1. Sifa ni mzigo unaokulazimisha ulipe kodi ya sifa kila siku. Kivuli hakilipi kodi hiyo. Ishi kama kinyonga, jichanganye na watu wa kawaida, vaa nguo za kawaida, ongea lugha ya kawaida, lakini ndani ya nafsi yako jua wewe ni mtawala unayejenga ufalme ambao macho yao hayawezi kuona. Macho yao yataona mtu wa kawaida, lakini mwisho wao utafika pale watapogundua kuwa uliwashinda miaka 10 iliyopita ukiwa umesimama mbele yao bila wao kujua. Sasa unazijua sheria 5 za kwanza za kivuli. Unajua jinsi ya kujificha, jinsi ya kuweka chambo na jinsi ya kuithamini akiba ya habari zako na kadhalika. Lakini kuzijua sheria hizi ni jambo moja na kuwa kivuli ni jambo lingine kabisa. Kuanzia leo lazima uamue. Je, utaendelea kuwa mshiriki wa kelele za ulimwengu au utakuwa mtawala wa ukimya wako? Safari ya mafanikio ni safari ya upweke, na ni wale tu wanaoweza kuvumilia giza la kutotambulika ndio wanaoweza kufurahia nuru ya ushindi wa kweli baadaye. Macho ya watu yamezoea kuangalia vitu vinavyong'aa, vitu vinavyopiga kelele na vitu vinavyojionyesha. Kwa kuamua kupotea, unakuwa umejiondoa kwenye rada zao. Unakuwa umepata uhuru ambao mamilioni ya watu wanautamani, lakini hawawezi kuupata kwa sababu wanaogopa kusahaulika. Kumbuka, ni bora usahaulike ukiwa unajenga ufalme kuliko ukumbukwe ukiwa unazama kwenye madeni ya sifa. Sheria hizi 5 nilizokupa leo ni msingi tu wa kujilinda. Ni mbinu za awali za kuhakikisha kuwa ulimi wako na hadhi yako haviwi kikwazo kwako. Dunia ni uwanja wa kikatili kuliko unavyofikiria. Kuna wakati kujificha pekee haitoshi. Kuna wakati unahitaji sheria nzito zaidi, sheria zinazohusu jinsi ya kuingia ndani ya akili za watu bila wao kujua, jinsi ya kuweka ngao dhidi ya mashambulizi ya kisaikolojia na jinsi ya kutawala kila mazingira unapoamua kutokea kivulini. Hizi ni sheria 5 za mwisho, sheria 6 hadi ya 10 ambazo ni hatari kuzizungumzia hapa hadharani. Ni sheria ambazo nimezifungia ndani ya mwongozo mpya wa siri unaoitwa Kivuli, sheria 5 za kujenga ufalme wa siri na kulinda ushindi wako. Ili uwe na ramani kamili na uweze kuwa invisible na usiyegusika, unahitaji sheria zote 10. Bila 5 za mwisho, safari yako ya kivuli ni nusu, na nusu ya maarifa ni hatari kuliko kutokujua kabisa. Kama uko tayari kuzikamilisha sheria hizi na kuupokea ufunguo wa mamlaka ya siri, fanya kitu kimoja sasa hivi. Tuma neno la siri kivuli kwenda WhatsApp namba hiyo. Na kuzia mwongozo huu kwa bei rafiki sana. Si kwa sababu maarifa haya hayana thamani, bali kwa sababu nataka kila mwanachama wa Kizani aliyechoka kuhujumiwa na macho ya ulimwengu apate silaha ya mwisho ya ukombozi. Kumbuka, macho yao ndio mwisho wako, lakini ukimya wako ndio mwanzo wa ufalme wako mpya. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa yule rafiki yako unayejua ana mipango mikubwa lakini anaharibu kila kitu kwa kuongea sana. Hapa ni Kizani, sehemu ambayo siri na elimu nzito hufichuliwa.